likatekwa nyara mpaka mwishowe wakafanya ambayo hayakuweza kueleweka. Finance bill 2023 tukapiga maandamano kule ya amani, hatukuwa na silaha. Pale tulipotoka pipeline, na pipeline ndugu Raila, nataka ujue pipeline hiyo mahali karibu wewe uwawe, hapo ndipo miili inatolewa sahi. Hapo kwa hiyo kori, hapo. As if to make a point, hapo Kware. The word is called Kware because kuna shimo moja kiasi ya Mawadhi ananifahamisha about 6 acres. Kwa hivyo ni watu pengine wanaolewa, wanauawa, kwingine wanakuja kuwa dumped pale wakidhani watasaulika. Kwa hivyo kuna hali ya tatanishi, ya kutatanisha sana katika nchi yetu. Kando na vijana ambao waliuawa, wewe mwenyewe ndugu, tukatoka hapo siku hiyo, uliandamwa kama swara ukipigiwa risasi. Nakumbuka gari ya Eugene Wamalwa kioo ilivunjika. Tukaenda mpaka huko, tukakimbizwa na hospitali moja kule, mama anapiatua risasi. Tulipofika mahali tulifika, ukaniita, kaniambia njoo nikuonyeshe kitu. Tukahesabu risasi moja, risasi mbili, risasi tatu, 10 bullets, attempted killing of Raila Odinga. So as we talk about dialogue, ni lazima tuyafakari haya, tusiwe wajinga. Kwa hivyo mimi tukaleta nyinyi report, tukawapatia wewe report, patia Ruto report. Nilikuwa nikidhani kama bunge haikuwa bunge ambayo imetekwa nyara, wangesema this 1 month we shorten the publication period of these bills so that we can enact this NADCO recommended, because we were complete with the drafting team. Kioni was leading our secretarial team. Ndio naona akiongea kwa hasira. But what happened? Lack of political will. Bila kuwa na nia safi, hata mkifanya mazungumzo mara 20, dialogue 100 times, it will end up with nothing, ndugu Raila. Kwa hivyo first of all, kuna nia jameni ya Wakenya kufanya dialogue. Safari hii I want to suggest kwamba kwa mfano leo ni Jumamosi, William Ruto alitangaza kuanzia Monday kuwe mazungumzo. Nani yako tayari kwa mazungumzo na Monday? We first of all, hata Gen Z mnawatoa wapi, wangapi? Mnajua they are fearless, they are faceless, they are leaderless, and here they have detribalized Kenya for real. What ndugu Raila you tried to achieve last year, hawa vijana wetu, and they are not children, don't call them children, these are youthful leaders. They have decided to do away with corruption in real time. They have said, hata kama wanafanya abduction, and this is one of the very important conditions, watu wanatekwa nyara tu, hawajui wanaelekezwa wapi, ndio pengine tunawapata makatakatwa. We want to say no to abductions before any dialogue. Watu wasishikwe kama ambao ni wanyama wa porini, wasishikwe. Kome ameenda ndio, and I remember I spoke with a bit of hasira that day, and nikasema in my 4 minutes that even if it doesn't go away, can you Mr. Ruto order mutoe majeshi kwa mitaa? It was difficult for us to come to KICC, and I said that it would have been even worse if it was going to be at State House. I would not have gone, because we want to be a country devoid of fear and psychophancy. Psychophancy, ndugu Raila. This is where I agree with, I think it is Senator Wambua. Tunataka kumwekea baba shida zote. Sema baba, ukisema right ni right, ukisema left ni left. Baba is only one life to lead, and we have to protect him. You have to think. Leaders, please stop the psychophancy. That is what Gen Zs are saying. Please think for yourself. Think on your feet. Vijana wanafikiria on their feet. They are thinking. So this is a different country. Hatutaki baba atukanwe,
He had to even stop his telephone because he loves this country. And I know his heart. He loves it with his life. Unamfanya atukane. Mpaka wengine wanasema now the problem sio Ruto ni baba. Yeah. We can't afford it. We have to protect him with all that we have. And I want to take opportunity, ndugu Ambetsa Paranya, to thank you for affording ndugu huyo amelala, ungemzika tu, your elder brother, lakini ukasema na sisi wenyewe tukasema we have to come. Thank you that you are saying tukitoka hapa tutakaa hata kama ni usiku. We come up with preconditions because ordinarily I've led dialogue everywhere, not just in Kenya, in South Sudan. Sudan yenyewe, ndugu Wanjakoya, vijana walijitokeza wakamtoa Bashir al-Bashir kwa mamlaka. Alafu majeshi wakaingia washikamana na vijana hawa wa Sudan. We now know Khartoum is not anymore as a capital in Africa, in one of the African cities, which is not far, completely destroyed between two warlords, Hemeti on the one hand and General Burhan on the other hand. We have to think out of the box. The young people, young leaders have done their job for us. But please, let us not do things the same. They are saying you can't do it the same way anymore. You can't. Ndugu Gatwale, this thing is not between you and Baraza. Kenya imeenda mbali. You may be fighting about 2027, there will be no country. Nanyi mnangangana huku tu. Unangangana tu. Kwa hivyo lazima sasa tujikakamue. And me, I will celebrate. If you ask my position, I'm where the Kenyan people are. I am where the Gen Zs are. This country is being changed forever. For a start, mawaziri ambao wamefutwa kazi, we want to hear lifestyle audits done on each one of them from the president mwenyewe. Wala ambao wanavalia masaa watch ya 1 million shillings. Nasikia sasa wengine hataki kuonekana hata kwao. Kimani Ichung'wah tulimwambia let us discuss the cost of living. Kasema hiyo ni mambo ya serikali, sio mambo ya nyinyi wapinzani. Ndugu, if you are asking me to go and sit with Senator Hassan Omar, ambaye alikutukana mpaka mimi nika lose my cool. If there is no goodwill, political good faith, you negotiate in good faith, then there's no country. I don't want to speak more than that because nitakasirika. Na kawaida mimi zikasiriki.